So let me tell you a problem. And I want you to help me find a solution. Sawa sawa. Nataka niwaelezee shida, mnisaidie kutafuta suluhisho. I want to choose a county, and for this lesson ya civic education nataka tutumie Nyamira County as an example. Sasa ndio ujue kwamba shida iko Kenya ni kubwa kidogo kushinda hata viongozi. Wewe ambao unatazama hii video umechaguliwa kama governor wa Nyamira. So I want you to use yourself as an example. Sawa sawa? 2027 watu wamekuchagua umekuwa governor. Now Nyamira has an annual budget of 6 billion shillings. Kwa hiyo 6 billion, they usually spend 5.7 billion. Okay, so budget ni 6 billion, expenditure ni 5.7 billion. Kwa hiyo 5.7 billion, 3 billion ni kulipa wafanyikazi mishahara. That's 60% of that money inaenda kwa mishahara, 3 billion. So out of 5.7 billion, 3 billion imeenda kwa mishahara. Umebaki na ngapi? 2.7 billion. 2.7 billion, 800 million inaenda kwa matumizi ya kawaida. Yani kuweka gari, mafuta, chai ya ofisi, tissue paper kwa choo na vitu kama hivyo. Matumizi tu, goods and services ya kawaida. 700 million inaenda kwa county assembly. So that's 1.5 billion inaenda kwa goods and services na county assembly. Sawa sawa? So hiyo utatuma county assembly na hiyo utalipa goods and services. That's 1.5 billion. So kwa ile 2.7 billion yenye ulikuwa umebaki nayo, toa 1.5 billion. Unabaki na ngapi? 1.2 billion. Haya. Sasa kwa ile budget yote ya 6 billion na expenditure yako ya 5.7 billion, umelipa mishahara nini, umebaki na only 1.2 billion ndio unafaa utumie kufanya development. Si wananchi wamekuchagua, wamesema round hii sisi tunachagua kiongozi mzuri, wamekuchagua wewe. Uko sasa na 1.2 billion. Hii ndio umebaki nayo ya kufanya development. Sasa kumbuka hii pesa 1.2 billion pia inafaa kulipa madeni ya wale wakandarasi ambao washafanya contract na hawajalipwa. Na ujue pending bills za Nyamira is billions. Not 1 billions. Okay? So, kuna watu walijenganga ECD classes, hawakuwahi lipwa na ule governor mwingine. Kuna watu walijenga kabarabara, hawakulipwa. Kuna watu wanasema walisupply nini kwa hospitali, hawakulipwa. So, uko na pending bills. Tuseme ukatae kuwalipa wote, of which uwezi, lakini useme hakuna pending bill unalipa. Hii 1.2 billion unataka tu kufanya development. Uko na ward 20. Nyamira County has 20 wards. If you divide 1.2 billion in 20 wards, how much is that? Piga hesabu na wacha nifungue calculator, si ndio? So uko na 1.2 billion. Okay, 1.2 billion divided by 20 wards. It means you have 60 million per ward. Kilomita moja ya barabara Nyamira cost about 70 million. 1 kilometer ya barabara ya lami. It means with this money you can't build even 1 kilometer of tarmac in every ward. Because 1 kilometer 70 million, you only have 60 million per ward. Sawa sawa? So wacha tuseme we want to fix this problem. So umeamua wewe mheshimiwa gavana ambao unatazama hii video, unataka kusuluhisha hii shida. So umeamua nini? Unataka kujua kwa nini 60% ya pesa ya county inaenda kwa mishahara ya wafanyikazi. Unataka kujua kama uko na 5.7 billion, kwa nini 3 billion inaenda kwa mishahara. So unaamua ufanye audit ya wafanyikazi. Ukifanya audit ya wafanyikazi, ni nani anafanya kazi kwa county, aliandikwa mwaka gani, mshahara yake ni pesa ngapi, anafanya wapi, asimame kando ya desk yake. Kama ni driver asimame kando ya gari. Yes. Unapata kwamba uko na more than 1,200 fake workers kwa payroll. Fake workers. People don't exist. Hizo ni zile ma-ID. Unaonanga vile mtu anaingia kwa building, anaambiwa wacha ID kwa mlango, anaisahau, watu wanaenda wanaokota hizo ma-ID, wanakuja
wanaweka kwa payroll kwamba huyu ni mfanyikazi. But unakuja kurealize hawa 1200 fake workers wako na wenyewe. Kwa sababu hakuna ng'ombe inamwaga maziwa chini. Kuna mtu anakamua ng'ombe. So unapata former governor ako na fake workers wake labda 50. Former senator ako na wake 20. Current senator ako na wake 20. Former MCA ako na wake 2 ama 3. Current MCAs wako na 5. Chairman of what do we call it, Public Service Board ako na wafanyikazi wake fake 10. Director sijui wa nini, chief officer sijui wa nini. Unapata fake workers, they are owned by people in your county. Sawa sawa. So unaamua kuwafuta wote. Na kwa kufuta hao wafanyikazi hao 1200 wenye ni fake, you are going to save 1 billion. So instead of 1.2 billion, you are now going to have 2.2 billion for development. So unawafuta, unaandika mabarua na zisign zote. Sasa umefanya kila mtu adui. All MPs wa hiyo Nyamira County, Kitutu Masaba, Borabu constituency, North Mogirango na West Mogirango, wote sasa uko na maadui. All MPs uko na maadui former MPs. Sasa ma-MCA wote wamekuwa maadui juu umefunga mdomo ama umefunga tap mahali walikuwa wanachota pesa. Sasa mmekosana na MCAs. Okay? If these MCAs impeach you, nani atakusaidia? Wakutafutia tu kitu wa kuimpeach. Who will help you? Na ukumbuke ukifika Senate, uko kwa Senate, wewe mwenye umechaguliwa, wale maseneta wako na mapati leader. Okay? Ama MCA wenye walikuimpeach wako maybe chama ya ODM. Party leader wa ODM ni mtu fulani. Na hao wengine walikuimpeach ni wa UDA. Party leader wa UDA ni mtu fulani. Wakishikana waseme wewe tunatuma nyumbani umeenda. So inamaanisha kitu itamata huko kwa Senate sio whether you are innocent or guilty. Utaenda, especially if you are a young leader, unajua gava itakuona kama threat. Because if you succeed as a governor, you will become a president. So you shouldn't succeed. So how do they ensure that you don't succeed? They impeach you. So sasa wewe mwenye umetazama hii video, umesikia shida? Umeelewa vizuri? Aya, tuseme hawa viongozi ukatae kusikia mambo yao uende direct kwa wananchi. Useme hawa viongozi ndio wananisumbua. Mimi nataka kuwafanyia maendeleo. So you've gone to the people. The people you are leading are divided on clans. Kuna aba Gichora, kuna aba Nyamatuta, wanasema wewe ni omo Nyamatuta, unaonea aba Samaro. Aba Samaro wanasema wewe unaonea aba Gichora. Aba Gichora wanasema ni juu wewe ni omo Isanga, uko na shida na aba Gichora. Aba Getutu wanasema aba Getutu wameonewa tangu kitambo, wewe umekuja tu kuendeleza ile njia wamekuwa wakionewa kwa kaunti. Kwa hivyo hao watu unafuta ni aba Getutu. So the people you are leading are already divided along clans. So hii clan itakuwa na shida na wewe jueni wa ile clan. Unawaonea wa hii clan. So how do you unite these people wa kusupport ama wa kupea ile public support yenye unahitaji ufanye development?